Akili safi inapatikana ukilia Mtama, ndugu zangu. Mradi wa uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu Economic Empowerment Project ni mradi unaotekelezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo ni Serengeti Breweries Limited, Sightsavers, Sustainable Agriculture Foundation, South Africa, Care International, Tanzania Albinism Society na Kilimo Trust. Mradi ulianza kutekelezwa Disemba 2023 katika kata ya Iguguno kwenye vijiji vya Iguguno, Lukomo na Senene. Mradi una lengo la kufikia idadi ya wakulima 250 ikiwa watu wenye ulemavu ni 65. Lengo kuu ni kuinua uchumi kwa watu wenye ulemavu kwa kutumia kilimo cha zao la mtama. Pia katika kuhakikisha wakulima wanajiinua kiuchumi, mradi umehakikisha wakulima wanakuwa kwenye vikundi vya mashamba darasa ili waweze kujifunza kwa vitendo, ambapo mpaka sasa tumekuwa na jumla ya mashamba darasa 3 kwa kata nzima. Kila kijiji kuna shamba darasa moja. Mpaka sasa jumla ya wakulima 257 kwa kata nzima, ambapo wanaume ni 144 na wanawake ni 113. Ikiwa watu wenye ulemavu ni 41. Msimu uliopita tulikuwa na wakulima 206, wanaume wakiwa 106 na wanawake 100. Watu wenye ulemavu 4, wanawake 2 na wanaume 2. Mradi umefanikiwa kufikia ukubwa wa ekari 300.5 kwa zao la mtama. Ili kuhakikisha tunakuwa na uzalishaji wenye tija kwa msimu wa 24-25, mradi umehakikisha unatoa pembejeo za kilimo kwa wakulima waliosajiliwa kwenye mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa ni jumla ya ekari 59.2 zilizolimwa kwa mbegu bora aina ya PAK 501, ambapo kwa mashamba darasa tunatarajia kuvuna Iguguno kilo 700, eneo ni 0.75, Lukomo ni kilo 550, eneo ni 0.7 eka, Senene ni 650, eneo ni 0.8 eka. Mradi umeweza kufanikiwa kumpata mdau ambaye ni Serengeti Breweries Limited atakayeweza kununua mtama utakaozalishwa kwa bei iliyopo sokoni na mkulima atauza kwa hiari yake. Safari yetu mpaka hapa tulipofikia haikuwa rahisi. Tulipata changamoto za hali ya hewa, lakini kikubwa ambacho tunaendelea kujifunza ni kwamba mtama ni zao ambalo linavumilia ukame. Singida ina halmashauri 7, Singida ina vijiji vingi, lakini tumeweza kupata fursa hii kwenye halmashauri ya Mkalama, kata ya Iguguno. Kwa kweli huu ni upendeleo wa binafsi, ni kitu cha kitofauti, na ndio maana tumeweka nguvu kubwa ili tujifunze. Sasa kwa matokeo haya, sisi somo letu tunaona kwamba linaenda vizuri. Kwa hiyo hii fursa ambayo tumeipata, naomba tuitumie vizuri, itusaidie kujifunza, itusaidie kubadilika, na mwisho wa siku maendeleo ni ya mtu binafsi. Mimi nitafanya, lakini wewe usipoamua kufanya, hautaweza kupata hicho ambacho tunakitarajia. Kwa hiyo ukiamua kufanya, fanya, kwa sababu ni fursa imetokea na inakusaidia kufikia yale malengo uliyojiwekea. Mimi ninafurahi kwa sababu mmejitokeza na mpo tayari. Nimesikia kwenye risala kwamba tayari tuna watu ambao wamehamasika kulima kilimo cha mtama mwakani. Naomba tuanze maandalizi sasa hivi. Tunatamani sasa haya ambayo tumejifunza mpaka sasa tuanze kuyafanyia kazi na yawe endelevu, isiwe inaishia hapa ambapo Sightsavers wamesimama, sijui Safu wamesimama, sijui Serengeti Breweries, sijui nani. Soko la mtama lipo, kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii, tuinue uchumi wetu. Sisi kama watu wenye ulemavu tunapenda sana ushiriki na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu ni watu kama watu wengine, lakini kwenye mradi huu tumeona ushiriki wa watu wenye ulemavu kupitia TAS pamoja na mdau wetu mkubwa Sightsavers. Kwenye huu mradi tulianza kwa kusuasua kama watu wenye ulemavu kata ya Iguguno, walio wengi nilisema hata jana hawakuamini kama mradi utaleta tija au utakuwa na manufaa. Lakini sasa hizi tunaendelea kumuomba mdau wetu Sightsavers aongeze muda wa mradi kwa sababu moja. Watu wenye ulemavu sasa hivi ndio wameanza kuchangamkia fursa, wameona umuhimu wa huu mradi. Ushiriki wa watu wenye ulemavu unazidi kuongezeka, wameona umuhimu.
changamoto inayotukumba watu wenye ulemavu, tunashindwa kuelewa kwamba na sisi tuna haki na wajibu wa kuchangia maendeleo. Mama huyu, hili shamba naweza nikasema naweza likawa la mfano kuliko mengine yote wa kata ya Iguguno. Kupitia mradi huu wa uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu, watu wenye ulemavu wameonyesha jitihada kubwa. Hii inaweza ikasaidia pia kwa wilaya zingine za mkoa wa Singida kuonyesha kwamba watu wenye ulemavu wa kata ya Iguguno wamefanya kazi nzuri. Kwanza kuheshimisha mradi, wameiheshimisha hata jamii ya watu wa Iguguno. Mara ya kwanza ambapo tulikuja hapa mwaka wa 2023 tulitembelea wakulima na tukaona kuwa mtama ulikuwa ni mwekundu, na kuongea na wakulima wakasema bora mtama. Sisi tukawa na huzuni, tukasema hatutaki wakulima wafanye kazi nyingi pale shambani, wanatokwa na jasho, alafu mapato yanakuwa ya kiwango cha chini sana. Kwa hivyo tukasema tutatia bidii ili tukifikia season ya pili ambayo ndio hii hapa kwa mradi, tutoke kwa bora mtama twende kwa mtama bora. Sasa sio bora mtama, ni mtama bora. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa upande wa serikali, kwa upande wa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, kwa wakulima kwa kutushika mkono. Sisi tulikuja tu na mambo na taarifa nyingi, lakini nyinyi mkatukumbatia na tumetembea safari hii kwa pamoja. Kwa wafadhili wetu Site Savers na Serengeti Breweries, tuambie ni asante sana. Lakini wenyeji wenyewe wa Iguguno wamesema wanataka season ya 3. Ni wao wamesema, sio sisi. Pale Kenya tunao mradi kama huu na ilichukua season 3 kubadilisha hali ya wananchi. Tayari hapa tuna season 2, kwa hivyo tunatarajia kuwa tukiingia season ya 3, tukirudi hapa mwaka ujao, basi itakuwa ni habari tofauti. Tayari kuna wakulima ambao nikiangalia kwenye record, tayari tunaona kuna wale wakulima wameinuka kwa haraka sana. Sasa tunaomba hapa katika Iguguno isiwe tu ni wakulima chache ambao wanainuka, ila tuinuke sisi wote. Ila tukimaliza kama ni season ya 4 ama ya 5, tukiangalia nyuma tunasema kweli vile Iguguno ilikuwa na vile ilivyo kwa 2026 iwe ni tofauti kabisa. So naomba wakulima tushikane mkono, tuendelee na hii kazi nzuri, tusiishe nguvu. Pale ambapo tumefikia tunaelekea pazuri. Kwa hivyo tusirudi nyuma. Sisi sote tukipata changamoto tunashirikiana kwa karibu, tunatatua hizo changamoto na tunatembea pamoja ili tukifikia pale mbele kuwe na mapato ya juu, na zaidi ya hayo tuwe na pesa mfukoni. Mwaka huu hali ya hewa haikuwa nzuri, haikukaa sawa. Kwa hiyo hata mavuno hatujapata kwa kiasi kikubwa, na kama hatujapata kwa kiasi kikubwa, tafsiri yake manake chakula sio kingi, si ndio? Chakula tulichokipata tukihifadhi kwa ajili ya matumizi ya familia. Hata kama watakuja na bei za kukushawishi, uhakikishe chakula cha familia kinatosha. Hao wadau ambao tumewapata, ambao tunao, tuhakikishe tunawatumia vizuri. Kilimo ni uwekezaji. Usipojiandaa mapema, manake umepanga kufeli katika kilimo kinachokuja kwa msimu huo ujao. Ili upate pembejeo lazima ujisajili. Usipojisajili utaanza kuhangaika kupitia mtu na baadaye utachelewa kujiandaa na kilimo. Kwa lazima tujisajili ili tupate zile namba za kwenda kununua pembejeo. Kwenye ngazi ya familia tukumbuke kwa msimu ujao, kwa sababu mazao mengine tunaona kunakuwa na changamoto ya hali ya hewa, lakini mtama unavumilia. Angalau unapojiandaa kwa mazao ya chakula ukumbuke zao la mtama. Si tumeona linavyovumilia alafu linachukua siku chache. Kwa tukumbuke angalau kuwa na ekari moja ya zao la mtama katika yale mazao ambayo tutakuwa tunalima ya chakula. Nawashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Hii kazi tumeanzia Lukomo. Lukomo tumeangalia mtama umestawi kama hivi tulivyoona leo. Kwa hiyo hii kazi imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwaruhusu hawa wadau wawekezaji kutuletea mpango huu wa kilimo cha mtama mweupe. Mambo haya yameenda vizuri, kwa hiyo tumefanya kazi nzuri
na tunaona tunaendelea, haturudi nyuma, tunapiga hatua. Kwa hiyo naomba muendelee kutusaidia na hili shirika sasa muongeze muda, tunaomba muongeze muda. Tuko pamoja na nyie na tunaunga mkono. Kwenye kata yetu hapa hatuna ubaguzi kwa walemavu. Sawa ndugu zangu? Na walemavu wana uwezo na kila mtu ana ulemavu wake. Kuna walemavu wengine hawajulikani. Na sisi hatubaguani. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na tuwaone wenzetu wenye ulemavu wengine ili wajiunge kwenye mpango huu wa kilimo cha mtama ili kuinua uchumi, ili kupata mali. Tumeambiwa mtama mali. Kwa hiyo nafikiri mwaka unaokuja, awamu inayokuja sasa, msimu unaokuja, walemavu wataongezeka na hata sio walemavu tutalima huu mtama kwa sababu mtama ndio chakula chetu Singida. Hivi vyakula vingine ni vya kigeni tu, lakini asili yetu ni mtama. Kwa hiyo tulime mtama mwaka unaokuja, tulime kwa wingi, na tumeona kwamba una ustawi kwenye eneo letu. Tumeenda Lukomo iko vizuri, Tenene iko vizuri, na kwenye wilaya yetu hapa sisi tumebahatika kwenye kata yetu ya Iguguno kupata huu mradi. Shukuru kwanza kwa kipaumbele walemavu. Tulipata mafunzo kwa mashirika na mafunzo tukayafanyia kazi. Hapa nilipo niko kwenye shamba langu. Kwa na washukuru wadau na walioleta mafunzo na serikali pia kutuwezesha. Waendelee kutuwezesha, waendelee kutukumbuka. Maana kilimo kinataka hela. Kwa kweli kwenye habari ya mtama tumejisikia vizuri sana. Ukilima hata ukinyeshewa mvua moja tunatoboa. Tulikuwa tunaomba hata kama kwenye mkutano ya hadhara liwe yani kichwa cha habari kio kinasema kwamba wakulima wote walime mtama kuliko kulima mahindi. Na kama mwenyekiti atapitia vizuri, tulikuwa tunapendelea hata atunge sheria ndogo ambazo za kijiji afungwe hata mwezi mmoja mkulima ambaye hata lima mtama, kwa sababu mahindi ikisimama wiki moja tu mazao yanapotea. Lakini mtama akipelekwa mvua mbili tayari, mvua moja tayari, ambaye tumuona kabisa hii mbegu ni nzuri sana. Tunachoomba tu mbegu iwai, iletwe kwenye muda mwafaka, tujipange mapema. Mpaka sasa hivi mimi natarajia kupanga kabisa kwamba eka 5 niziache ni za mtama tu. Kwa kuwa huu mwaka ulisumbua kwa ajili ya mvua na ukame, tuliteseka. Tutarajia tulime tena, lakini tukawa tumepata bahati tu. Sisi kama kikundi cha ulemavu tumelima kama tuko watu 12, tukalima kama eka 2. Lakini kwa mwaka huu unaingia, nadhani watakuja kushangaa. Mimi binafsi eka 5. Serikali sisi tunaipongeza tu na tunaishukuru sana, tuko bega kwa bega. Kwa kweli nashukuru sana serikali iliyotuwezesha sisi Samia tuambia watu waje watuwezeshe huku sisi walemavu, na sisi pia tuko kama watu wengine. Yaani tulikuwa tunasema kama vile hatuwezi, lakini sasa hivi tunaweza. Tunakulima original kabisa, yaani mimi peke yangu. Sasa mtaani naambia watu limeni mtama, na wengi wadau wameshakubali mwakani watalima. Na tunaona kama hivi tunavyoona, hii ni mtama lakini ni ukame, lakini mtama ni zao linalovumilia ukame. Naishukuru serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka sisi walemavu. Walemavu tuliofichwa na tukadharauliwa, kumbe walemavu tunaweza. Kama hivi mnavyoona mtama huu ni wa walemavu. Mbegu na mbolea tunazitegemea ziwai ili mkulima aweze kujiandaa mapema. Isije mvua inanyesha ndio mbolea inakuja. Tunaomba wadau wanaoleta mbolea waziwaishe mbolea ili wakati tunalima tuende sambamba na ulimaji wetu. Nishukuru sana serikali yangu kwa kuleta zao la mtama. Ambapo mtama ni chakula bora. Mtama hata kila huwezi ukaona mla mtama akaongezwa damu. Hata kwenda hospitali ovyo hakuna sababu ya ugali wa mtama. Ugali wa mtama una nguvu hata kwa uzazi, hata kwa starehe zake. Unavyonukia vizuri mno na wenye nguvu na wenye uzazi bora. Ambapo tangu wahenga walikuwa wanalimaga mtama.
kuja kudanganywa, kuletewa zao la mahindi, kuweka madawa ya kila aina, wakasababisha na maradhi yasiyotibika. Kwa hiyo sasa hivi kama ni mtama tumepata dawa nzuri. Kwa hiyo nashukuru kujiunga na shirika hili kwa kupenda mtama. Mtama enzi za zamani, mtama watu walikuwa tunalima safi. Tumedanganyika na mahindi yana afya.